Mheshimiwa Masabu, Jaji Mfawidhi Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya Dodoma. Mheshimiwa Jaji Maruma, Jaji Mfawidhi wa kituo cha ufundisho wa migogoro cha Mahakama Kuu ya Tanzania, na Mheshimiwa Jaji Kabomba, Jaji wa Mahakama Kuu Masjala. Mheshimiwa Msajili Mkuu, Mheshimiwa Msajili wa Mahakama ya Rufani, Mheshimiwa Msajili wa Mahakama Kuu, Naibu Wasajili, Mheshimiwa Mahakimu, wakazi, ndugu, mabibi na mabwana. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema na fadhili zake za milele, kiasi kwamba hata leo tunaweza kukaa kuzungumza, lakini na wengine tu kuendelea na majukumu yetu pamoja na ninyi. Hiki kiapo nilichokula. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua kiapo au viapo, na kuna viongozi wanatajwa moja kwa moja kwenye ile katiba kwamba wao kabla ya kuanza kutekeleza majukumu yao watalazimika kula kiapo, na moja wanaotajwa katika hiyo katiba ni majaji. Na kwa sababu hiyo pia kuna sheria inayoitwa sheria ya viapo, kwa lugha ile ya Kiingereza the Official Oaths Act. Ni sura 266 ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika moja ya maneno yaliyo kwenye contents ya maneno ya hiki kiapo, nasema hivi: kiapo hiki kinachoenda kuwasomea, ambacho tumeona mahakimu wanasoma, kinawahusu majaji, kinawahusu na mahakimu au kwa lugha nyingine judicial service. Lakini kiapo hiki pia ndicho ambacho Jaji Mkuu anaapa. Tulikwisha kula kiapo hapa, wawe sisi majaji au nini mahakimu. Maneno haya tunafahamu. Wasiwasi wangu ni kwamba kama tunayatilia maanani. Sasa nishukuru Mheshimiwa Jaji Kiongozi kwa kukumbusha uadilifu unaohimizwa hapo unaanzia kwenye kiapo. Juzi nilipoongea na wenzenu niliwaambia tusimchukulie Mungu poa. Mungu mwenyewe anatamka, anatuelekeza kwamba jina lake lisitamkwe bure. You cannot invoke his name recklessly. Kwenye hiki kiapo mlipokuwa mnamaliza, nimeona hawa wawili, Mheshimiwa Tupa na wenzake, wanasema ewe Mungu, ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kwa uadilifu wenu unaanzia hapa kwenye kiapo kile. Na kwa kawaida kiapo kina sanctions. Na sisi hapa tuna sanctions nyingi, adhabu. Moja, ukikiuka hicho kiapo unaweza kushtakiwa kwa kosa la jinai kuwajibishwa. Lakini cha pili, unawajibishwa na Mwenyezi Mungu ambaye umeapa kwake na unayemuomba akusaidie. Sasa yeye ana namna nyingi ya kuwajibisha. Anaweza kukusubiri wakati umesha kufa, kama hukutubu akakuwajibisha huko. Lakini mara nyingi huwa naona wanarushwa na wanaokiuka maadili yale, anawaadhibisha hapa duniani. Halafu watambue wajibu wao, wamrudie Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hiki hatuwezi kuwa tunasema tu Mwenyezi Mungu nisaidie, alafu hutaki kusaidiwa na Mwenyezi Mungu ambaye tayari ameshakupa maelekezo yake namna unavyopaswa kutekeleza, namna unavyopaswa kutekeleza wajibu wako. Na kwenye hiki kiapo ninakirejea, nikikisoma kwenye sheria ya viapo, the Official Oaths Act, mimi
naapa kwamba nitaitumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi unahitaji hapo umakini, na nitaifanya kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa sheria na kwa kufuata mila, desturi na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila hofu, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu haya maneno uyaishi, uyazingatie siku zote za maisha. Wewe ufikiri kwamba naomba hii kazi ya uhakimu ni kazi ya kwenda kuvaa tu suti na watu wanakuadimia huko mitaani. Kipita kila sehemu unaitwa shikamoo mheshimiwa, kila sehemu unataja mheshimiwa. Siku hii inakuja na wajibu. Tumepewa jukumu kubwa katika hali ya kawaida. Kila anayekuwa na madaraka heshimika, kila anayepaswa kuheshimika, anapaswa tambue kwamba ana wajibu mkubwa ili kumaintain hiyo heshima, kuidumisha hiyo heshima. Sasa kuna maneno hapa ambayo tumekuwa mara nyingi hatuyazingatii kwa kufuata sheria za watu wengine na tamaduni za watu wengine, na haya maneno ndio leo nataka niwashirikishe. Ndio maana nimewaita na leo ambao mlisho kwa kiapo. Anasema, ninarudia, mimi naapa kwamba nitatumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi na nitafanya haki kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa sheria na kwa kufuata mila, desturi na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila hofu, upendeleo mkubwa wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Ninachotaka kusema hapa ni Katiba imetambua hizi mila na desturi. Inatambua viapo. Katiba inatambua kiapo. Hilo la kwanza. Na katika hiki kiapo sasa tunachotakiwa kufuata sisi pia pamoja na katiba hiyo inayotambua kiapo na mambo mengine ni kufuata mila, desturi. Hivi vitu viwili nataka kuviangalia. Sheria sawa. Na ndio maana tuna mahakama hapa zinatambua hizi mila na desturi, zinatambuliwa hata katika sheria zetu. Na mahakama ya mwanzo moja wa majukumu yenu unapokuwa unatekeleza majukumu yenu katika mashauri yasiyokuwa ya jinai ni pamoja na kuzingatia hizo mila na desturi na sheria za Kiislamu. Na ndio maana juzi nikazungumza kwenye mkutano mmoja kwamba sisi viongozi siku lazima uende kufanya kazi kule ulikozaliwa wewe. Kama nini hapa? Mtaenda kufanya kazi wengine mijini, wengine vijijini. Na sehemu kubwa ni vijijini. Lazima mjitahidi mzitambue hizi mila na desturi za watu wa pale. Na dini ya Kiislamu hamtakuwa Waislamu lakini mjue. Kwa sababu moja wa majukumu yenu ninyi mnapaswa msikilize hizo kesi ambazo pia ni za sheria za Kiislamu lakini ninyi mtakuwa Waislamu. Na ndio maana tukaweka utaratibu kwamba katika mahakama hizo mtalazimika kukaa na kushughulika masuala yale. Migogoro iliyoko mbele. Sio ya jinai. Kama ni masuala ya kimila au Kiislamu, mnapaswa mkae na wale wazee wa shauri. Bali kwa sasa mkae nao. Na mimi nikiwakuta hamkukaa nao, alafu hiyo kesi mkaiamua vibaya, tutaelewana. Sababu tumejifanya nini na mila na desturi za watu wale pale. Na hii ni sharti la sheria. Na sheria na sasa zamani ilikuwa ni kwamba ilikuwa ni lazima ukae nao. Lakini sasa kinachosema itakuwa kwenye hao mashauri. Bado utakapoona inafaa. Sasa uone haifai alafu ndio uamue vibaya tutaelewana. Sasa umejifanya unafahamu mila na desturi za hao watu.
Na Mheshimiwa Jaji Kiwero, mkuu wa chuo hiki cha taasisi ya mafunzo uongozi wa mahakama, ni kuomba au na kushauri, anzeni kutengeneza kukompili hizi sheria, hizi mila tuzijue. Hamwezi kitu ni sharti la kikatiba tumeweka kwenye sheria halafu mila zingine hatuzijui. Ndio maana tunaanza kuhukumu kesi kana kwamba kama unavaa suruali zile unahukumu kama unaruhusu kesi za wasuruali wenzao. Lazima mzikompile hizi kesi tuzijue. Hizo mila tuzijue. Kwanza wakoloni walikompile angalau hata kwa uchache. Walikompile. Leo hivi tuna wasomi 400 shule nasema tuna wasomi wengi lakini kwa nini tunashindwa kucombine vitu vya maana sana? Alafu kila siku tunakula viapo hapa. Hasa sisi majaji na mahakimu, judicial officers. Na viongozi wengine serikalini tunaokula viapo mila kwa kufuata mila na desturi. Alafu tunataka kufuata mila na desturi za Tanzania. Na Jamhuri ya Muungano. Tunataka kufuata mila na desturi za wazungu na watu wengine ambao hata watusaidia. Ukimuona hapa mtu mwingine ni Mwafrika kama mimi anajifanya mzungu, hata kwa kutembea, hata kwa kucheka. Watu wengine wanazungumza wanafanya hivi, wanafanya hivi. Tuna sheria hapa inaitwa the Islamic Law Statement Check. The Islamic Law Statement Check ya mwaka 1981. Hii sheria inatuwezesha kuzitambua zile sheria. Kuna jopo la wasomi wanazuoni wa dini ya Kiislamu wakisha katika madhehebu yao tofauti wanakubaliana hii ndio sheria inaenda kutumika hapo kwenye masuala ya wakifu, masuala ya ndoa, masuala ya talaka, masuala ya mirathi. Itizaa leo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipotunga hizi sheria ikasema kwenye primary court huko mtatumia hizo sheria za kimila na Kiislamu, nendeni mzitumie. Zamani sheria ilikuwa ni kwamba kila mkikaa iwe kesi ya jinai na kila kesi lazima mkae na wale washauri wa mahakama wale wazee. Tulifanya mabadiliko. Sasa hivi sio, ila mtakaa nao kwenye mashauri haya machache yanayohusiana na masuala ya kimila, customer law, kwa unajua mila na desturi za kule. Ndani mimi nimetoka chuoni mara mwisho niliposoma ilikuwa ni 1995. Nimetoka chuo cha Dar es Salaam. Lakini nilichofundishwa na watu hata mimi bado nakiamini. Kwa pale chuoni hatufundishwi sheria ila tunafundishwa namna na mahali pa kupata sheria. Hawa ndio wafanya. Na ndio maana kuna somo linaitwa hivyo. Na mahali hapo unaweza kupata hizo sheria. Sources of law, si ndio? Kwa hiyo utakuta hizi statutes, utakuta katiba, utakuta na customs. Basi utakuta kama regional laws, international laws, kama hata ambazo zinatokana na customs, the usage and so forth, na conventions zinazotungwa na taasisi mbalimbali zikiwemo na Umoja wa Mataifa na taasisi zingine za kikanda kama Umoja wa Afrika, EU. Kuna sheria nyingi zimetungwa. Sasa hizi customs ni moja ya source ya sheria. Lakini ni sheria zenyewe ndio tuna customer law. Tunasoma international law, international investment law na vitu vingine tunajua na hata ile international law ilivyo evolve. Ilitokana na customs na usage in maritime and so forth and so forth. Leo sisi tunakula kiapo kwamba utafuata kwa kufuata mila, desturi na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Halafu hatutaki kuzijua hata hizo mila na desturi zenyewe. Tukihimizwa na wale wazee wetu tunaonekana kana kwamba sisi tumepitwa na wakati. Unless hiki kiapo hamtaki, basi kwa tutakubaliana leo.
kwamba sisi hatutaki kufuata hizo mila na desturi, tunataka kufuata mila na desturi zilizowakubali. Tutawaambia turudisheni watu wetu. Kwa sasa wakati ambapo sura lazima kukaa na kila mzee wa baraza au mshauri wa mahakama walipota sasa itabidi kwenye hizi kesi ambazo mnaenda kuapply customary law au Islamic law, mkae na hao watu washauri wanajua, na mnakwenda kule msifanye nini mheshimiwa, mkaacha kujua hata mila na desturi za watu wabaya. Ni sharti hili la kisheria, ni sharti la kikatiba. Msiseme kwamba ni kwangu mimi nimebuni. Na sasa kati yenu hapa nimeambia kuna watu wanapenda Kiingereza sana, walikuwa hawaelewi kile kitabu. Ninawasomea. I do swear that I will well and truly serve the United Republic of Tanzania in the office of, and that I will do justice in accordance with the Constitution of the United Republic of Tanzania, as by law established, and in accordance with the laws and the custom of the United Republic, without fear or favor, affection or ill will, so help me God. When I take this advice to mind is serious. Hizi mila zipo na lazima tuzifahamu. Sisi wengine ni viongozi wa kitaifa, tunapaswa kujua kwa mfano hizi mila za Wasukuma kwenye jambo fulani hivi ni zipi. Hili nikienda kule ni smofeni. Mila za Wangoni kwenye jambo hili ni zipi. Mila wa Zaramu kwenye jambo hili. Hata mila za Wahaya na Waha kwenye jambo hili ni zipi. Kwa hiyo Mheshimiwa Jaji, wewe unakuomba hata hizi sheria za Islamic law ambazo zimeshakuwa compiled, labda na kutambuliwa na kuwa compiled, lazima tufanye machapisho kwa sababu tunazitumia. Na madhehebu ya dini ni muhimu sana. Wanatusaidia kwenye malezi ya watu, jamii. Hatuwezi kuwa tunasema utatumia Islamic law. Vijana hao wanaopaswa swali zinazobadilisha watako hao wanazijua. Lazima wazijue tu. Na ni wajibu wa hiki chuo chetu tusaidia. Tuna wasomi wengi hapa, wengine ndio hapa wanaweza kusaidia. Wakatutengenezea tukazikufai, tukatusaidia kutumia. Sasa kwa sababu ya kutambua mila na desturi hizi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna umuhimu kwa kweli, kuna umuhimu kubwa. Hata hawa wanaosimamia hizi mila na desturi ambao kwa asili ni viongozi wetu wa asili, wale wanaitwa machifu, it is high time right now kwamba hawa watu nao watambuliwe na wao watambuliwe kwenye sheria. Na rais alipata, wakati mimi nilikuwepo pia katika tukio moja pale Ikulu, alikuwa ametembelewa na machifu wenzake na wakaomba kwamba watambuliwe kwenye sheria, watungiwe sheria mahususi ya kuwatambua. Na rais alichoelekeza pale ni kwamba kutunga sheria mpya itachukua mchakato mrefu. Tuangalie sheria zilizoko, tunaweza kufanya amendment kwenye sheria zilizoko. Na in particular sheria za local government authorities, wakawa hawa jamaa kwa jukumu la kufanya. Na mimi ninashauri, nikikubaliana na hiyo position ya Mheshimiwa Rais, tumechelewa sana. Hawa jamaa
hatuwezi kuwa viapo vyetu ni kutambua hivi, alafu watu wanaosimamia hivyo viapo kwenye huko hatuwatambui. Tuwatambue tu. Sababu za kuondoa wale machifu sasa wakati ule zilikuwa mbali, lakini sasa tumeshafikia hatua hatuwezi tena. Tumeshajenga umoja wa kitaifa, tunayo lugha moja inayotuunganisha ya Kiswahili ambayo ninyi nasikia mtaki kuisema. Sasa nikute huko hamwitumii kwenye kuzuia. Mwandike unachanganya Kiswahili na Kiingereza. Tutaelewana. Nani anakuambia kwamba Kiingereza au Kiingereza kinaongeza akili? Ni lugha tu ya mawasiliano kama tunavyotumia lugha nyingine. Kwa hiyo hapa ni vyema tukahakikisha tu hata ile sheria ile ya the Local Government Authority hii itatusaidia. Hii ni KF2 287. Inaitwa the Local Government District Authorities Act KF2 87. Hawa jamaa wakawa na jukumu, kwa sababu hata wakati ule walikuwa wanasema kwenye kitu kilichoitwa native authority, na hizi mahakama za mwanzo zilikuwa chini hizo native authority zikihudumia wenyeji, na ndio maana mpaka sasa unaona zinaitwa local. Wa mahala pale pale ndio maana yake. Sasa leo nini ukisikia local unaona mshamba, yaani sisi ndio ndio wale hivyo mna wao au nini? Mahala pale pale. Na walikuwa na nguvu kubwa sana. Kwa hiyo mapendekezo yangu na ushauri wangu kwa serikali ni kwamba tuamini hizo sheria hapa umetosha. Hii hawa jamaa wawe na jukumu la kufanya. Kwa sababu hata mamlaka tu yenyewe ya hizo Local Government Authority kwenye kifungu cha 146 kifungu kidogo cha pili B inasema hivi. Nitaanza na kifungu cha 146 kifungu kidogo cha kwanza. Hizi bara 146 kidogo cha kwanza. Madhumuni ya kuwapo serikali ya mitaa ni kupeleka madaraka kwa wananchi, na vyombo vya serikali za mitaa vitakuwa na haki na mamlaka kushiriki kuwashirikisha wananchi katika mipango na shughuli za utekelezaji wa maendeleo katika sehemu zao na nchini kote kwa ujumla. Ibara ndogo ya pili, bila kuathiri maelezo ya jumla yaliyomo katika ibara ndogo ya kwanza ya ibara hii, kila chombo cha serikali za mitaa kwa kuzingatia masharti ya sheria iliyokianzisha kitahusika na shughuli zifuatazo: A, kutekeleza kazi za serikali za mitaa katika eneo lake; B, kuhakikisha utekelezaji wa sheria na ulinzi wa wananchi; C, kuimarisha demokrasia katika eneo lake na kuitumia demokrasia kuharakisha maendeleo ya nchi. Lakini la msingi sana kwa muktadha wa tukio hili la leo ni hiyo B, kuhakikisha utekelezaji wa sheria na ulinzi wa wananchi. Hizo Local Government Authority. Na ndio maana ninyi mnalazimika hata kutambua, msijue mila na desturi za watu hao roho wanaoishi eneo hilo mnapotekeleza majukumu yenu. Hilo la kwanza. Na hawa machifu kama watatungiwa sheria kwa tambua, wajibu wao pamoja na mengineo itakuwa ni yale yaliyoelezwa kwenye ibara ya 19 ibara ndogo ya 3 na ibara ya 30 ibara ndogo ya 2A, na mimi nitataja. Wajibu wao itakuwa ni kuhimiza haya mambo, kuhimiza usalama wa jamii, maadili ya jamii, amani katika jamii na umoja wa kitaifa. Katika utekelezaji hao ni pamoja watakuwa na jihusisha, kwa mfano hata utatuzi wa migogoro kama ya ardhi, wale wanajua. Lakini kwa wale watakaoenda kule haitakuwa mangapi. Masuala ya ndoa
migogoro ya ndoa ile watu wanataka kuachana na wakati fulani pale hawatunzi vizuri familia zao wanapelekeza vitu vya hiyo. Ulinzi wa mazingira wanajua vyanzo wao jamaa. Kwanza ibada zilikuwa zinafanyika hata kwenye misitu hata Islamu. Ibada zile zilikuwa zinafanyika kwenye misitu, si ndio? Wale jamaa walikuwa wanajua hata utunzaji wa mazingira. Ile misitu inatunzwa. Na machifu hawa wanafanya vizuri sana katika utatuzi wa migogoro. Hatuwezi kuwa na kitu kinaitwa alternative dispute resolution. Endeni sisi tukaacha kuona kwamba hawa machifu wanaweza kusaidia. Kimsingi, tuna mheshimiwa Jaji Barua. Wale machifu wamekuwa wanafanya vizuri zaidi na sisi tumekuwa tunawatambua katika utatuzi wa migogoro. Kwa mfano Chifu Kingaro wa Morogoro. Sasa nini msiseme kwa nini mimi na mimi ni Chief Justice na wapigia yeye machifu wenzangu. Kwa jina sio wa jeshi. Sasa hawa wanafanya vizuri kwa nini siwasifu? Wanaweza wakakomandi respect ya ile jamii wanayoongoza, wanaoheshimu. Kwa nini tuheshimu wafalme wa mataifa mengine tuache kuheshimu viongozi wetu wa hapa? Wewe unafanya vizuri. Kulikuwa na chifu mmoja kule nadhani anatoka hivi. Naye alifanya vizuri sana. Kule kwenye mahakama ile ya mwanzo siku hizi hata haina kazi. How can you afford to know this? Very important in society. Alafu hizi mila mimi naona wengine unaenda makanisani, wengine hata msikiti. Ili ni hizo bila za kiasi. Tunajifanya tu hapa. Tunajifanya tulizo mila bado zinatutawala. Kwa sababu hata hizi dini tulizoletewa zimekuwa contradictory. Now it has become paradoxical in themselves. Wao walikuwa wanatuambia mtu atawala mwanamume na mwanamke, siku hizo wanasema tuane sisi wanaume kwa wanaume. Endeni tunaenda na sisi tunakubali. Ukimuuliza eti haki za binadamu. Alafu unapigwa marufuku ndoa za mitaa, alafu wao wanakuambia uane na mwanaume mwenzako. Endeni naona fikiria kama jambo la maana. Alafu kwa anazungumza kule leo na leo tunafanya hivi. Yaani akili sikiza wapi? Hiyo polygamy, na lazima hizo sheria mzifuate. Polygamy ingekuwa ni nini? Kwa nini kuna vitu vingi wanaleta nyumba ndogo, mpango wa kando na so forth? Na watoto wengine leo sasa wanadhaliwa nje ya ndoa, lakini bahati nzuri sheria zinatambua leo umechange. Tusielekeze vitu vingine vya ambavyo haviwezi kutusaidia. Sisi na akili, sisi binadamu. Mkielekeza haya lazima tufuate sisi kitu kipi ni bora kwa maslahi ya taifa letu na sisi wenyewe. Sasa katiba yenyewe kwenye ibara 107 Kipengele kwanza inasema mahakama ndio ni mamlaka ya kauli ya mwisho kwa masuala ya ufanyikaji. Pia kuna mwongozo tumewekewa. Na mwongozo mwingine unazungumza kwenye ibara ndogo ya pili pale. Kukuza na kuendeleza usuluhishi baada ya watu wanaohusika kwenye migogoro. Ndio maana tunasema katika kukabiliana na tatizo la migogoro, hii Ameipa kwenu umependa kuita alternative dispute resolution. Kwa nini hawa jamaa wasipate kazi pia ya kutusaidia? Na kwa hiyo huo ndio ushauri wangu kwa leo, na naamini kabisa kwamba mtaweza kuwasaidia nyinyi. Na ninaongea kwenye context ya hiki ya kuchika mila na desturi. Wewe uliokuwa hapa kwa mara mwisho hapa nikikuuliza wewe unatoka wapi na mila na desturi zako ni zipi, unaweza kuzitaja? Wewe mheshimiwa unaweza kuzitaja mila na desturi?
Sasa yule ambaye hatoki kwenu anaweza kuzifahamu. Ashumi kwamba sasa amepangia kwenu, anaweza kuzifahamu zile bila desturi. Ndio maana sasa kunakuwa na umuhimu wa kukaa na wale wazee wawasaidie, na wale viongozi wa dini wa Kiislamu au watu wanao wazee wale wanaofahamu zile ndio sahihi. Kwa kweli kile kituo cha haki jumuishi kile cha Kemeke kinafanya vizuri sana. Kimeweka ukaribu sana mashehe wale, wao wanaenda wanasaidia. Na wanafanya vizuri, na ndio maana migogoro inaenda vizuri. Leo utatuzwa migogoro pale wanafanya. Kwa masuala haya ya mirathi, masuala ya baraka, masuala ya ndoa, na masuala ya wakifu, ndio hayo tu, sio mengineyo. Sio mengineyo. Sasa wenzangu, kuna sisi tunaotafasiri hizi sheria huku, sio gani, sio mahakama kuu na mahakama ya rufaa. Nadhani hiki kiapo kinatukumbusha pia sisi wote. Leo mheshimiwa jaji, wewe ulipokuwa na hapa pale sijui na mimi nilikuwepo hapo siku. Mimi wanafuatilia nilikuwa na list na kama mheshimiwa jaji na watu wengine wanafuatilia. Hata nilipokuwa sipo, ni wengine nilipo pale nilikuwa naenda na wafulia na mimi na katika hawa walio wote, yani sisi tunaoamua ndio tuna wajibu mkubwa sana wa kuzingatia hili, kwa sababu at the end of the day sisi ndio tunaenda kuamua. Hiki kitu tumekisahau kwa muda mrefu, sisi kwa nini? Yani kwa hiyo ninyi mahakama za mwanzo mnalazimika kukaa na washauri katika mashauri yanayohusisha sheria za kimila au Kiislamu. Pale mahakama itakapoona kwa maslahi ya haki inalazimu kufanya hivyo, au pale mahakama itakapoomba na mmoja wapo wa wadau katika shauri husika. Sasa hapa ni kwamba mdau mmoja ameomba hivyo, alafu mwingine anaanza kupinga, alafu nao wetu sustain hiyo objection. Hii itajua kwa sababu ndivyo sheria inavyoelekeza. Hapo nao utaanzisha sio objection, naye tunakubaliana naye. Wewe sikiliza. Hata wewe mwenyewe kwani nani anakuzuia kuita shahidi wako aje wa mahakama aje akushiriki pale? Unaweza kuita. Shahidi analeta shahidi wa mahakama aje kukusaidia. Kwa wewe mfumbi decision. Kwa hiyo mahakama za mwanzo mnalazimika kukaa na washauri wa mahakama kwenye mashauri yanayohusisha sheria za kimila au Kiislamu. Tunaona nini heshima? Nini mnaona ni watu wazuri. Washauri wa mahakama, yaani sasa ni muhimu katika mashauri ya kimila na Kiislamu nchini Tanzania kwa kutoa utaalamu wa mila, desturi na sheria za dini ya Kiislamu ambazo huenda hakimu mhusika wa mahakama asiwe na ufahamu nazo kabisa, au akawa na ufahamu mdogo, au hazifahamu kikamilifu. Alafu wengine nyinyi tunaonaga hata mambo ya serikali ulipokuwa dogo. Sasa lakini Waislamu fanyeni juhudi mfahamu hilo. Wakati fulani tunalazimika kusema hii kesi hii ngoja tuweke Waislamu wanajua juhudi za kusaidia. Halafu na unaenda pale na kumbe funzo jina la dokta hadi usio mfahamu. Yaani nini? Kwa hiyo wanasaidia kutoa hukumu za haki zinazozingatia mazingira ya kijamii na uhalali wa jambo fulani kwa mujibu wa imani ya Kiislamu au kwenye eneo hilo fulani bila desturi za watu. Vile vile wanasaidia ufahamu wa mwongozo wa sheria za Kiislamu hasa katika masuala ya ndoa, talaka na mirathi. Lakini hizo ni za Kiislamu, lakini pia na hata kama nilikuwa mila na desturi. Kuhusu mila na desturi, washauri wa mahakama wanasaidia kubainisha sheria za kimila zinazokubalika na zinazoendana na wakati wa jamii husika. Na vile wanaeleza ukweli wa jambo kulingana na jamii husika, hivyo kusaidia hakimu kufikia maamuzi ya haki. Washauri wa mahakama wanasaidia kuhakikisha kuwa taratibu za kimila au Kiislamu zimefuatwa
hivyo kuongeza imani kwa wananchi wa mahakama. Kwa wale wengine mlikuwa mnafikiri kwamba hawa ndio watu wa sivyo hivyo. Kuanzia leo badilika. Unaelewa? Hii ni kwa mujibu wa kiapo chenu mimi, sio mambo yangu mimi. Mimi mwalimu wangu nilikuwa ni kuwakumbusha wote. Basi baada ya kusema hayo, nimeambia mnaendelea na mafunzo yenu. Zingatieni sana ambacho hawa viongozi na watu wa baada hawa si watu wa kufunzi wanawafanyia. Zingatieni ushauri mliopewa na mheshimiwa kiongozi. Sisi na mafunzo tunachukulia kwa umuhimu mkubwa sana. Ndio maana hata tulipoanza tuliwaita na kuwaomba wenzetu viongozi wa dini waje wakae pamoja. Na ndio maana unamuona Jaji Kimero ndio makala ambaye ilikuwa kile chuo au taasisi ya mafunzo ya uongozi wa mahakama amekuwa naye wakati wote wanachukulia kitu serious. Ushauri wangu sasa ni kwamba hata kwenye hizi kozi ambazo tunaendelea kujiandaa, haya masuala ya sheria za Kiislamu na mila na desturi tuyazingatie. Nakumbuka ile Customary Law Declaration ya mwaka 1963, government notes, is it still surviving? Kuna mengine nayo. Na hapa ndipo kuna umuhimu wa kuzitambua hizi sheria na mila za desturi. Tukazitambua, wakati wa kuziapply tutakuwa tunaangalia hizi ni argument to natural justice and the constitution of the natural republic of the world. Tusitumie au hazina nini? Tusitumie. Nini wala hata ukiwa una hela umbeni tutaangalia huku tuone na baadaye ukafanya hiyo kazi. Halafu mahakama ya Tanzania yani ni mojawapo ya taasisi ambazo ni tajiri sana. Kwa kuwa na kweli, kuwa na watu wenye uwezo mkubwa sana kufanya research. Ndio tunafanya maamuzi. Ndani ya mahakama hii tuna wasomi wengine, maprofesa wengine, doctor laws na nguvu yao kubwa sana hiyo kwenye research. Ndio capacity yao kubwa hiyo hapo. Hiki kitu hakiwezi kutushinda. Na machifu utakapokuwa unaenda huko, azenda machifu yale. Wapo bado walichonyamaza ni yale madaraka, lakini wapo wananchi wanatambua. Wataongoza kwa Bwana, sisi ilikuwa ni hivi na hivi. Na pengine itakuwa ni njia ya kuandika maandiko mengine na kuonyesha zaidi hizi na kuintegrate hizi mila na desturi zetu katika sheria zetu. Simeshaambia moja ya source ya law ni customs. Alafu hizi customs nyingine zinafanana tu. Unakuta ziko za Waruri na Waha zinafanana hivi. Makabila mengine haya kwanza wote unakuta nita wanatoka kwenye Swahili hivi. Wengi wetu hapa ni Wabantu. Mimi mpaka safari kama mwezi mmoja hivi nimekaa kule nyumbani kule kwa Masai. Nikakuta wana mila na desturi nzuri zinazidi hadi hizi sheria zetu sisi. Kwa mfano katika Masai mjane yuko so much protected. Hapo ukiangalia hapo tunaona nini? Hapo ngine mtu akifa tunategemea tukwenda kumuondoa mjane tulizi zile mali. Nenda kwa Masai kama mtu haikui. Adabu, nidhamu ile na nini. Kwa hiyo hii itatusaidia hata kutambua hizi sheria na kuziweka kwenye sheria zetu. Tuziingize kwenye sheria za nini? Kwani hizi zilitoka wapi? Halafu mimi nikwenda jiulize, nilikuwa najiuliza hata juzi nilisema. Hivi inakuwaje wazungu walipokuja walitambua hata umuhimu wa sheria zetu za mila na desturi zetu. Walitambua umuhimu wa mila na desturi zetu wakazitungia sheria. Zinaitwa customary law. Leo sisi tunazipuuzaje?
na tena wakati ziko kwenye kiapo chetu. Yaani sisi tumekuwa hapa kufanya tu jamaa tuseme na sisi tunafanya. Kwa hiyo yetu sisi ni kwamba kama sisi tutakuwa wa kwanza kutambua hii kama wajibu wetu wa kutii kile kiapo. Kile kutii kile kiapo. Tumekumbushwa several times na viongozi wetu wa kitaifa akiwemo na Rais Samia. Yesu ndiye Mungu wa Tanzania. Jamani, muishini viapo vyenu. Sasa kwa nini tumekuwa selective? Hao wengine tunafanya mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini? Kwa nini mimi mshangae mtu ambaye amevaa vizuri, amefunga, amehifadhi kilemba hapo? Kwa nini mnamshangaa? Hapo mkimuona sisi tunamshangaa. What is the difference between this? The nuns and the Islamic ladies. Mnadhani kuacha nywele hiki tu hivi ndio maendeleo kwa sababu nywele nyingine mnatoka hapa na kutoka nywele hizi ni mila nzuri. Mmetuletea matatizo makubwa sana. Hivi mila zetu zinataka watu wavae namna gani? Kwa mfano wanaume na wanawake. Ndivyo tunavyovaa leo. Tunavyovaa hivi na reflect kitu gani katika hao watu walioshiriki sana kwa maana nini? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ataendelea kubariki sana. Kwa sababu naona nyinyi ni watu wema. Mpaka sasa sijaletewa changamoto yoyote kwamba hata mafunzo yanayoendelea kwa muonekano watu wana tabia ambazo sio nzuri. Mwendeni muishi kiapo. Mwendeni muishi kiapo, lakini zaidi uwe mnaitwa waheshimiwa, lakini ni wenyewe ndio wa kwanza kuwaheshimu wengine. Hii heshima ile iweze kuwa endelevu kwenu. Waheshimuni watu mnaenda kufanya nao kazi huko kuanzia pale ofisini, lakini na ile jamii yote. Iwe ni hawa watu wa mjini, hawa wanaoongea Kiswahili na mambo mengine mengi, waheshimiwe. Wanaokuja mahakamani, ukishakuwa mkubwa unahitaji kujitutumua. Na ukishakuwa mkubwa, watu watajua tu kwamba wewe ni mkubwa. Wewe ndio unapaswa wewe mnyenyekevu sana. Kwa sababu ya kujua wewe ni mkubwa. Sasa ukiwa ni mtu wa kujipurusha na sote atakukimbia ndani ya kufanya kazi na wewe. Hata ukiona hujafunga kishindo vizuri, labda umetoka uoshi vizuri, watakuacha tu. Na hapo utapambana hali yako mwenyewe. Heshima haitokani na cheo. Heshima inatokana na huduma unayoitoa kwa wananchi. Na hasa kama mfanya. Unawakumbusha tena nini vijana wale ambao wamekusudia. Ibara 25 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano. Heshima yetu inatokana na huduma tunazotoa kwa wananchi. Watu wakishaona kwamba wewe unawahudumia vizuri, watakuheshimu. Watakuheshimu. Hata wasipokuita mheshimiwa, lakini watafanya nini? Watakuwa watakuheshimu. Sio kila mtu anayekuita mheshimiwa kwamba anakuheshimu. Hata mimi nao hapa, mtu anaona anaita mheshimiwa, lakini kiasi nao kwa sababu mtu anaweza kabisa. Akija kwenye mahakama yako pale, asipokuita mheshimiwa hakimu, usitaki offensive na yeye. Usitaki issue na yeye. Sasa ibara 25 inatukumbusha wajibikaji ambao Mheshimiwa kiongozi pia alimwambia alipokuwa anarejesha kwenye salama. Ibara ndogo ya kwanza inasema kazi pekee ndiyo kuzaa utajiri wa mali katika jamii. Ndio chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu. Kazi hii ambayo mnaenda kuifanya hivi. Ambapo pamoja na mengine umeambiwa ueledi professionalism na uadilifu na uwajibikaji. Mambo haya na kila mtu ana wajibu wa kushiriki kwa kujituma na kwa uaminifu katika kazi halali na ya uzalishaji mali. Inaweza kuwa ni kazi ya uzalishaji mali au kazi nyingine yoyote halali kama hizo za kutoa mtu.
B. Kutimiza nidhamu ya kazi na kujitahidi kufikia malengo ya uzalishaji mali ya binafsi na yale malengo ya pamoja yanayotakiwa au yaliyowekwa na sheria. Na ninyi mengi mnaenda kutekeleza yote malengo yetu ni sheria. Na sisi tunafanyia kazi sheria. Na sababu article 2 inasema hivi, bila kujali masharti bado ndogo ya kwanza, hakutakuwepo na kazi ya shughuli katika Jamhuri ya Muungano. Hii kazi ya kuhukumu tuliyopewa sisi sio ya shughuli. Ndio maana tunataka mwajibike, mjitume ninyi wenyewe, muwe na nidhamu ya kazi, tufikie malengo. Sasa wazembe wale ndio tutajaribu kuwashurutisha kwa kuwashauri na kadhalika, lakini ikishindikana tutawajibisha kwa kushindwa kutekeleza wajibu wao, na tunao sheria inayoongoza. Tuwajibishe. Tutawapeleka kwenye kamati zile wajibike kwamba wameshindwa kutekeleza wajibu wao. Sababu sio kazi ya shuti, tumeomba sisi wenyewe ni wajibu wetu. Ibara ndogo ya 3 inasema hivi, kwa madhumuni ya ibara hii na katika katiba hii kwa ujumla, ifahamike kwamba kazi yoyote haitahesabiwa kuwa ni kazi ya shuti au kazi ya kikatili au ya kutweza endapo kazi hiyo kwa mujibu wa sheria ni D. Nimeruka yale mengine, nimeenda D. Kazi au huduma yoyote ambayo ni sehemu ya moja, majukumu ya kawaida kuhakikisha ustawi wa jamii. Hii sisi majukumu yetu haya. 2. Ujenzi wa taifa wa lazima kwa mujibu wa sheria. 3. Jitihada za taifa za kutumia uwezo wa kila mtu kufanya kazi kwa ajili ya kuimarisha jamii na uchumi wa taifa na kuhakikisha maendeleo na tija ya kitaifa. Ndio kazi zetu. Kwa hiyo tunahimiza mheshimiwa, mwendeni muwajibike. Baada ya kusema hayo, kwa shughuli tena na Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana.